Kuna kipindi ambacho neno vegan lilikuwa kila mahali, mitandaoni, kwa watu mashuhuri, kwenye matangazo, hadi kwenye migahawa. Watu walikuwa wanaacha nyama, maziwa, mayai, wakiamini wanachagua afya bora, huruma kwa wanyama na kulinda dunia. Lakini leo, kwa nini harakati hii imepungua? Kwa nini watu wengi waliokuwa vegan wameacha? Je, veganism ilikuwa mabadiliko ya maisha au mtindo muda mfupi? Nauliza tena, je, veganism ilikuwa mabadiliko ya maisha au mtindo wa muda mfupi? Leo tutazungumzia ukweli usiosemwa mara nyingi. Karibu sana kwenye chaneli hii, mahali tunapochambua afya, maisha na maamuzi ya binadamu kwa uhalisia. Hii video si ya kushambulia wala kushawishi, ni ya kuelewa kilichotokea na kwa nini mambo hayakwenda kama ilivyotarajiwa. Kama unapenda video hii ama unapenda video za elimu ya kina zinazokusaidia kufikiri kabla ya kuamini kila kinachotrend, basi subscribe, washa kengele na uwe sehemu ya jamii inayotafuta ukweli, si makelele. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, hebu nisikilize kwa makini. Kuna sababu 7 kwa nini veganism ilipotea mvuto ama ilipoteza mvuto. Veganism iligeuka mtindo badala ya mtindo wa maisha. Watu wengi waliingia veganism kwa sababu ilikuwa trend, ilionekana smart, ya kisasa na cool. Lakini mtindo huu ukapita, watu wakabaki na njaa ya kweli. Veganism inahitaji nidhamu, elimu na mpango. Wengi waliingia bila maandalizi, wakachoka, wakaacha na kukata tamaa. Matatizo ya afya kwa wengine. Ingawa veganism inaweza kufanya kazi kwa baadhi ya watu, kwa wengine ilisababisha uchovu wa muda mrefu, kupungua kwa nguvu, kukosa virutubisho kama B12, iron, madini ya chuma na omega 3. Watu wengi hawakufundishwa jinsi sahihi ya kula vegan kwa afya. Badala yake walifuata mitandao na mili yao ikaanza kutoa ishara. Afya ikaterereka, mvuto ukapotea. Ama afya ikiterereka, mvuto unapotea. Ahadi kubwa lakini uhalisia mgumu. Veganism iliwasilishwa kama suluhisho la kila kitu: afya kamilifu, uzito sahihi, amani ya akili, kuokoa dunia. Lakini maisha halisi ni magumu zaidi. Watu walipogundua kwamba si kila vegan ana afya njema, si kila chakula cha vegan ni safi, walihisi kudanganywa.
gharama na upatikanaji. Kwa nchi nyingi chakula cha vegan ni ghali au hakipatikani kirahisi. Si kila mtu ana uwezo wa maziwa ya almond, tofu, supplements. Watu wa kipato cha kawaida walihisi veganism ni ya watu wa tabaka fulani tu, na kitu kisipokuwa jumuishi hakika muda mrefu. Gharama ya upatikanaji. Kwa nchi nyingi chakula cha vegan ni ghali na hakipatikani kirahisi. Si kila mtu ana uwezo wa maziwa ya almond, tofu, supplements. Watu wa kipato cha kawaida walihisi veganism ni ya watu wa tabaka fulani tu, na kitu kisipokuwa jumuishi hakikai muda mrefu. Shinikizo na lawama kutoka kwa jamii ya vegan. Badala ya kuelimisha, baadhi ya wanaharakati waligeukia kushambulia, kuhukumu, kuaibisha wasiokuwa vegan. Hii iliwafanya watu wengi kuchukia neno vegan, kujisikia kama wanashambuliwa, si kusaidiwa. Ujumbe mzuri ukiwasilishwa vibaya kupoteza nguvu. Watu kuchagua njia za kati. Badala ya veganism kamili, watu wengi walichagua kupunguza nyama, kula kwa uwiano, kuzingatia chakula halisi, whole foods. Njia hizi zilionekana rahisi, endelevu, zisizo na msimamo mkali. Na hapo ndipo veganism ikapoteza nafasi yake ya katikati. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, utafiti mpya na mazungumzo mapya. Kadiri ya muda ulivyopita, tofauti mpya ilianza kuonyesha kuwa afya haiamuliwi na vegan au sio vegan, bali ni uwiano, ubora wa chakula na mtindo wa maisha. Watu wakaanza kuuliza maswali magumu na imani ya awali ikaanza kuyumba. Veganism haikufaa, lakini haiko tena katikati ya mazungumzo kama zamani. Ilibaki kutoka harakati ya watu wengi kuwa chaguo la watu wachache walioelewa vizuri. Ujumbe mkubwa hapa ni huu, hebu nisikilize. Hakuna mfumo mmoja wa kula unaofaa kila mtu. Afya ni safari binafsi. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, hebu njoo karibu nisikilize haya nitakayokuelezea. Kama video hii imekufanya ufikiri, kama imekupa mtazamo mpya, like, subscribe, comment. Je, unaonaje veganism leo? Kwenye channel hii tutaendelea kuzungumza ukweli, hata pale ambapo ukweli hautrendi. Mtazamaji na msikilizaji wa Yanayojiri Mitaani TV, asante sana kwa kutazama na kusikiliza. Afya, amani, maisha, hii ndio ngao ya jamii, na hii ni Yanayojiri Mitaani TV.